Cha kwanza sijafuatilia msiba wa papa. Mi mara nyingi vitu ambavyo havina faida kwangu sivifuatiliagi, na hususan mtu mwanadamu akiwa amefariki kama hivyo, yaani hasa ikiwa kaupate wa dini nyingine ambayo sio dini yangu ya Kiislamu, mi wasishughuliki navyo sana hivyo vitu sana, sishughuliki navyo. Lakini kama amekufa ndo amekufa. Sasa unajua papa kwa wenzetu wa Roman Catholic ni mtu mzito sana, ambapo wamempa vyeo vingi sana. Inachoonekana kwamba papa kwa maana ndio anaiongoza Roman Catholic, na anatakiwa papa iongoze dunia kwa namna yote ile ilivyo. Kwa hiyo mapapa hawa walikuwa wengi sana, kila akifa anachaguliwa huyu, anatoka huyu, anachaguliwa kwa lengo kuikamata. Lengo kubwa na papa ni Roman Catholic kuikamata dunia, kwamba wanakuwa na kiongozi mmoja tu ambaye ndio papa. Wenyewe wanamuita nani? Wanamuita baba, baba mtakatifu, au wanamuita papa. Lakini kiukweli ni makosa makubwa sana kumuita papa kwa maana baba, kama vile anafanywa kama vile ndio Mungu katika dunia. Ukisoma kitabu cha Mathayo 23:9, Yesu anasema wala msimwite mtu yoyote baba duniani, hakuna aliye baba yenu, ni mmoja naye ndiye Mungu. Maneno hayo anasema Yesu katika Mathayo 23:9. Yesu anakataa duniani mtu yoyote kuitwa nani? Kuitwa baba, kwa maana baba kufika cheo ambacho kama kile cheo cha Mungu cha mlezi, kwa maana baba ni mlezi. Mungu anapoitwa baba tunamaanisha kwamba Mungu ni mlezi. Haimaanishi kwamba Mungu alikaa na mama zetu, hapana. Ni mlezi kwa sababu anatulea. Kwa cheo hiki Yesu alikakataa, akisema mtu yote msimuite baba duniani, hakuna baba yenu isipokuwa mmoja naye ndiye Mungu. Wataona watu kama nadanganya, ni mtu usome kidogo maana tuingie kwenye maandiko, sifike mahala nikaonekana kama vile Sheikh Shafi, mbona unazungumza vitu ambavyo havipo katika mstari. Na mimi huwa sipendi kuzungumza vitu ambavyo havipo kwenye mstari. Nataka tuzungumze kitu ambacho hii hapa Mathayo 23:9. Anakuambia wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Maendelea. Najifunza kitu Kwamba msimuite mtu baba duniani, baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Kwa maana ubaba unaokusudiwa hapa ni kile kumtukuza, kwamba huyu ni baba mtakatifu. Maana huyu ni baba mtakatifu. Biblia Yesu kalikataza hilo jambo, kusema huyu ni baba mtakatifu, kwa maana anatuambia msimuite mtu yoyote baba duniani. Baba yenu ni mmoja ambaye ndiye naye Mungu, kwa maana ya ulezi. Sasa Wakristo wanapomwita papa wanamtukuza sana kiasi ambacho unaweza kusema kwamba huyu ndo kaiumba dunia. Wewe hujaona namna wanavyomtukuza yule papa? Yaani anaonekana kabisa anapotamka jambo tu yeye hakuna mtu yoyote wa kulipinga hilo jambo, ndio sheria. Na ana uwezo wa kusema chochote katika Ukristo na kikakubalika kwenye Roman Catholic bila mtu yoyote kukipinga. Kuna mahala mapapa walifika mahala wakasema ndoa za jinsia moja, kama unakumbuka kwamba ndoa za jinsia moja zipo, hakuna mtu aliyenyanyua sauti akafanyaje akapinga. Kwa hiyo ni kitendo ambacho mtu ambaye ametengenezwa kuonekana yeye ni mtakatifu zaidi kuliko mtu yoyote, na ndio maana akapewa cheo cha baba, kwa maana papa kwa maana ya baba. Na mara nyingi sana ukitazama zile kofia zao unakuta 666, sio hivyo? Vicarious Filii, kwa maana 666, kwa maana atakuja kuitengeneza dunia na atakuja kufanya mipango kuiongoza dunia, na dunia itakuwa inaongozwa kwa namba 666. Yaani dunia itaongozwa hivyo kwa maana 666. Kwa nini uwe mfumo wa 66? Utakuwa mfumo wa 66, utarudi kidogo katika historia. Utarudi katika mji wa Babeli. Walikuwa na mungu anaitwa Nimrodi au Tamuzi. Nimrodi, Semiramis, Tamuzi. Huyu mungu alikuwa anaitwa Nimrodi. Nimrodi aliwaambia watu wa Babeli kwamba yeye ni Mungu. Hakuna Mungu katika dunia isipokuwa ni yeye. Mungu kuonyesha kwamba yeye hakuwa Mungu wa haki, siku moja aliamua kumtuma malaika wake na kutoa roho ya Nimrodi saa 7 ya usiku. Alipotolewa ile roho,
Wakakaa kikao baina ya mke wake na waziri wa mumewe kwamba tunafanya nini, huyu watu walikuwa najua ni Mungu, leo tukitangaza Mungu kafa, dunia itatujuaje? Yani itatuambia nyii zuga, huyu hakuwa nani? Hakuwa Mungu. Katika makubaliano yaliyopita wakakubaliana kwamba wamzike. Wakishamzika, Semiramis akasema watu wakioje wanataka kumwabudia Mungu wao itakuwaje? Wakasema kwamba utasema Mungu amefanya safari kwenda katika jua, kwamba Mungu atakuwa ametawanyika na mionzi ya jua, ameenda kulitembelea jua. Kweli baada ya muda kadhaa walipofanya lile tukio, watu wakahoji, tunataka kufanya ibada ya Mungu wetu, tutampataje Mungu wetu? Akamwambia Mungu wenu amefanya safari kwenda katika jua. Kwa hiyo ikawekwa siku maalumu ya Jumapili, siku ya kulitakasa jua. Jumapili ni siku ya kulitakasa jua, ni siku ya ibada ya kumfanyia Mungu aliyetawanyika kwenda safari katika jua. Hapo ndipo pakaanza tatizo. Kwa hiyo tatizo likawaje sasa? Hii Jumapili, leo tukulizana Jumapili, tutasema ni Sunday. Ukiulizwa Sunday ni nini, ni Jumapili. Lakini Sunday ni mkusanyiko wa maneno mawili ya lugha ya Kiingereza. Sun kwa maana jua, day kwa maana siku. Kwa hiyo sun and day maana siku ya jua, maanake siku ya kumtakasa Mungu Nimrodi aliyefanya safari katika jua. Ndio maana mpaka leo watu wanakwenda makanisani Jumapili, kwa sababu ilianzia miaka hiyo kwa jimlo. Yani story imeanza mbali sana hiyo. Kwa hiyo ikaikwa Jumapili. Kwa sababu gani? Ibada au kumuomba Mungu haina siku maalum. Umeelewa? Haina siku maalum. Ngoja tumsome Yesu kidogo ili kuna kitu tutajifunza katika kitabu cha Luka 12 mstari wa kwanza. 12 mstari au tusome Luka 21 mstari wa kwanza. Kuna kitu 11 nadhani Luka 11 kama sijakosea, pana ngoja nitafute. Lakini maneno haya anasema Bwana Yesu katika kitabu cha Luka, ngoja nitafute hapa. Kwa nini hawa wanafanya ibada siku za Jumapili? Kwa nini iwe ibada siku za Jumapili? Luka ni 18 mstari wa kwanza. Nadhani kitabu cha Luka 18 mstari wa kwanza. Kila mtu kama atakuwa na Bible atafungua 18 mstari wa kwanza. Jue vitu vingi hapa. Yesu alisema maneno haya. Yesu alisema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Mshika Yesu anavyosema, muombe Mungu siku zote wala usikate tamaa. Hakuna ibada ya siku maalum. Sio, umeelewa? Yesu anasema imepasa kumwomba Mungu siku zote. Na ndio maana ukitukuta Waislamu kwa siku tunaswali mara 5 siku zote, hatujachagua siku ya kuswali. Kwa hiyo kama Yesu alishasema imepasa kumwomba Mungu siku zote, aliyepanga ni Jumapili nani sasa? Kwa Jumapili ndio kwa unaenda Jumapili kanisani. Siku za katikati hamna kanisani, hakuna ibada siku za katikati zaidi ya Jumapili. Kwa hiyo ibada inafanyika Jumapili. Wapo wengine wakajichagulia Jumamosi. Sawa. Watu wanasema Waislamu nyinyi mnaswali Ijumaa, sisi tuswali Ijumaa peke yake. Kwa leo Jumaa ngapi? Kila siku tunaswali. Kwa sababu Yesu alishasema imepasa kumwomba Mungu siku zote. Kwa hiyo Jumapili ni siku ambayo sasa ikatengenezwa. Kutengenezwa kwake Jumapili kwamba watu wanakwenda kufanya ibada ya Mungu aliyetawanyika na mionzi ya jua. Anaitwa Nimrodi kajua. Sasa shida ikawa Jumapili ni siku ya 7. Na huyu shida yetu tunataka tumfanye Mungu namba 1. Unaelewa? Jumapili ni siku ya 7. Ndio Mungu siku yake ya 7. Lakini tunataka tumfanye kuwa Mungu namba 1. Tutamfanyaje kuwa Mungu namba 1? Tucheze na akili za wanadamu sasa. Tuvuruge zile akili zao, tuweke katika mfumo wa 666. Wakatuambia kwamba 7 tutaigeuza itakuwa 1 na 1 itakuwa 7. Vipi? Asante sana. Mfumo wa 666 ukajengeka hapa. Na mfumo wa 6 ukaanzia 7 tukubali kuwa 1 na 1 tukubali kuwa 7.
Na ndio maana leo unapotazama saa yako au unaporekebisha saa yako, umeelewa? Sawa. Ikiwa mshale uko kwenye 7, unamwambia mtu saa ngapi? Saa moja. Nao wamekubali 7 ndio? Tunaishi hivyo. Sio tunaishi hivyo, ndio nakwambia tulivyotengenezwa. Umeelewa? Ndio nakwambia tulivyotengenezwa. Kwa hiyo tukaaminishwa 7 ndio 1 na 1 ndio 7. Kwa hiyo inapokuwa 7 unaambia mtu sasa hivi saa 1. Sasa saa 1 vipi hiyo? Wakati mshale unaonyesha ni ngapi? Ni 7. Inakuwaje 7 ndio 1, 1 ndio 7? Kwa tukatengenezewa mfumo wa 6 pale ndani. 7 ukitoa 1 unapata ngapi? 6. Ikiwa mshale kwenye 8 ni saa ngapi? Saa 2. 8 toa 2? 6. Mshale ukiwa kwenye 9 ni saa ngapi? 3. 9 toa 3? 6. Mshale ukiwa kwenye 10 saa ngapi? Saa 4. 10 toa 4? 6. Mshale ukiwa 11 saa ngapi? Saa 5. 11 toa 5? 6. Mshale ukiwa kwenye 12 saa ngapi? Saa 6. 12 toa 6? 6. 6 ukatengenezewa mfumo huo. Kwa nini umetengenezewa? Ni mfumo ambao sasa unakwenda kubomoa akili yako na kuikubalisha akili isiyokuwa ya kweli ikutawale. Umenelewa? Kwa hiyo ndio maana ile kofia ukaikuta 6 kwa maana lazima tuiongoze dunia kwa mfumo wa 6. Na kule 7 ukapewa 1 na 1 ukakubali kuwa 7. Kwa nini? Jumapili ni siku ya 7, lakini ukalazimishwa Mungu huyu ndo atakuwa namba 1 na ukalazimishwa 7 lazima iwe 1. Unataka kusema kwamba hata hii kwa upapa huenda zile namba ambazo unasema zipo kwenye kofia yake, pamoja unavyoangalia unasema kama huenda hata papa kuna namna ya hiyo 6 ipo inamuendesha na inaendesha kanisa Katoliki. Sizungumzi Freemason. Nani wanataka kunipeka kwenye Freemason? Hiyo wanajua watu wengine wanachokizungumza. Mimi nazungumzia ile uhalisia wa wao kutaka kuitawala dunia na kutaka kuiendesha dunia. Na ndio maana duniani kanisa lenye amri nyingi ni Roman Catholic. Roma wakisema kitu, kanisa Katoliki likisema kitu, sidhani kama dunia yote unakuta inapinga. Dunia haipingi. Kwa nani? Kwa sababu utawala umeanza pale Roma, ndio watawala wa dunia. Pale Roma ndio watawala wa dunia, na wanataka imani yao sasa ihubiriwe dunia nzima. Ile imani ya Kiroma ile itahubiriwa dunia nzima. Kwa hiyo ndio watu ambao wanataka kutengeneza kwamba dunia iwe mikononi mwao. Kwa hiyo watatengenezaje? Moja, watatengeneza kwa propaganda. Kwa vyovyote itakavyokuwa, lazima tukubaliane na hilo, kwa sababu kwenye uongozi wa Kikristo hakuna maana ya neno papa. Papa kwa maana ni baba, lakini umeona Yesu anasema wala msimuite mtu baba duniani. Vipi hao wakubali kuitwa? Kwa hiyo ina maana kuna tatizo ambalo limetengenezwa kwa ajili ya kubomoa dini nyingine, na hili ni tatizo ambalo limetengenezwa. Waroma wanatakiwa waje juu sasa, dini yao wa Katoliki ndiyo iongoze dunia. Leo ukiangalia Katoliki inaongoza dunia. Mara nyingi sana Katoliki wakitoaga maamrisho, basi dunia nzima inatetemeka kupitia kwao. Kwa nini? Kwa mfumo ambao ule wameuandaa. Kwa hiyo lakini wajue watakavyojua kwamba ipo siku watakufa. Ndio hiki kinachotokea kwamba muda umefika, papa kafanya nini? Amekufa. Kwa hiyo sasa wanakaa chini namna kuchagua papa mwingine. Make baba sasa anatakiliwa achaguliwe kiongozi mwingine, anatakiliwa achaguliwe ili kile alipoishia yeye maisha yaendelee mbele. Inawezekana kwamba papa ana nguvu kuliko hata marais wa nchi zote duniani? Sana. Papa ana nguvu sana, kwa sababu ni makubaliano ya nchi yote kumtii yule papa.
Yaani nchi nyingi sana ambazo zenye dhamira ya mlengo wa upande wa pili sio Waislamu. Hata rais wa Marekani, wa Urusi Asemi chochote mbele ya Papa. Papa akisema hivi, Papa anachotaka ndicho kinachofanyika, na ndio maana Papa anatoa maagizo mengi yanayofanyika, na ndio maana unakuta duniani Katoliki wanaogopewa sana, Warumi wanaogopewa sana. Kwa nini? Kwa sababu wana kiongozi ambaye dunia yote imekubaliana kumtii yule kiongozi kwa aina yote. Na ile sehemu yenyewe Vatican ukisoma pale, wewe angalia nchi nyingi sana utakuta kama Tanzania tuna ubalozi wa Vatican au hatuna? Upo. Na ubalozi wa Roma? Upo. Kuna Roma na kuna Vatican. Kwa nini nchi moja itoe viongozi wawili? Kwa nini? Huyu yani ni mtu mkubwa sana. Vatican ni nchi ambayo inajitegemea. Vatican iko Roma ile. Vatican yenyewe ukiangalia hata sijui kama viwanja vya mipira 5 vinafika kile kijieneo cha Vatican pale. Ni kijieneo kidogo sana kilichopo. Lakini ndio dunia ambayo imeshikwa mahala pale, na dunia kupitia pale ndio itaongozwa, na ndio maana ni watu ambao wanaogopewa sana. Kwa hiyo Papa kama vile unavyoona akitoa amri yake hakuna anaweza kuipinga tena, na anaweza kaenda nchi yoyote ambayo hata kama iwe na vita kiasi gani akaenda nasi na hata rudi vizuri kabisa bila wasiwasi. Ndio maana akitoa maagizo yake watu wanayaogopa sana. Kuna siri imejificha hapa, bado naifanyia utafiti. Kwa nini limetokea hili? Yaani kuna kitu gani? Bado naendelea kufanya utafiti, nipo katika hatua za mwisho kutambua huyu Papa na mamlaka gani makubwa kidunia kiasi ambacho watu wote watetemeke. Ipo siku nitawaita, nitakuja, bwana ule nilichofanya utafiti wangu sasa huu hapa, chukueni vitu. Mbona mazishi yake, baadhi ya vitu ambavyo tumekuzisikia kwa mazishi yake, aliandika kwenye usio wake kwamba azikwe mazishi ya kawaida, hataki kuzikwa kifahari kama ambavyo alizikwa mapapa wenzake. Nadhani hii kuna nini ambacho kipo unakiona? Mapapa wanaojua ukweli. Mapapa wengi sana wanaojua ukweli, na unaona kuna sehemu Papa akifika kama Jordan wapi, anavua viatu kuingia msikitini, sometime wanasujudu. Yaani ni watu ambao wanautambua ule ukweli ulivyo. Unachojiuliza kwa nini wanafanya vile tu ambavyo vinapingana na kitabu cha Biblia. Lakini wanajua ule ukweli ulivyo kwamba hapa kuna ukweli 1 2 3, na wanaona mpaka hatua za mwisho kutokwambia mimi sitazimaisha mazishi ya kifahari. Kwa nini? Anaona kwamba hayatomsaidia chochote. Kwa hiyo mapapa ukweli wanaojua. Viongozi wakubwa wote wanajua ukweli wa Uislamu, wala kuna mtu anaipinga katika hilo. Na ndio maana unakuta baadhi ya viongozi wakubwa wenyewe wale kabisa, kuna historia nyingi sana, unakuta wengine wanafanya kabisa ibada za Kiislamu. Yaani kusujudu, wanasujudu. Leo kuna Mkristo anasujudu. Kwa nini asisujudu? Unajiuliza kwa nini Mkristo asujudu? Tayari wametengenezewa kitu kibaya sana. Mimi kuna kitu nikuonyeshe ambacho katika Biblia tukisome katika Ufunuo 22 mstari wa 8 kuna faida tutaipata. Ufunuo 22 mstari wa 8 kuna kitu kidogo tutajifunza katika Ufunuo 22 mstari wa 8. Si tunataka tusome bwana? Hii bwana nikatalia kufunguka. 22 mstari wa 8 hapa 8. Isome hii aya. Ufunuo anakuambia mstari wa 8 anakuambia kwamba nami Yohana ndimi niliyasikia na kuyaona mambo hayo, na hapo nilipowasikia na kuyaona nalianguka ili nisijudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Endelea sasa. 9 hiyo. Naye akaniambia, angalia usifanye hivi, mimi ni mjoli wako. Mjoli nini shehe? Mjoli kwa maana kitu kama mfanano. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako nabii, manabii, na ndugu zako manabii, na wale wayashikao maneno ya kitabu hiki msujudie Mungu. Washikao kitabu gani? Biblia. Wamsujudie nani? Wao wanasujudu. Kumbe wanasujudu? Mimi sijui kuna wanasujudu. Naona kuna mabenchi tu kanisani, sijui wanasujudu wapi. Unajua bwana, nikwambie kitu Bato. Ngumza ya mambo sio kwamba tunakashifu. Mimi roho inaniumaga sana. Hivi vitu kwa nini vimo humo lakini watu hawavifuati? Au unasemaje? Vitu humo vipo kwenye Biblia. Kwa nini watu hawashikamani navyo? Ani roho sio inauma sana. Yaani unaona kitu kabisa kipo cha kweli kabisa, lakini huyu kinachoshindwa huyu kushikamana nacho nini? Kwa hiyo ndio maana sometimes nikisema huwa nahuzunika sana.
Nahuzunika kwa sababu jamii inapotezwa kiasi ambacho haifati tena vitabu vya Mungu. Sijui unanielewa? Haifati tena vitabu vya Mungu. Wanafata mtu tukaamua kaamka asubuhi leo nitasoma hiki ndio kile kinachofuata. Ndio maana naihimiza sana tusome hivi vitabu. Kuna mambo hao jamaa sisi wanatuficha, hawataki kutuambia ukweli. Kwa hiyo tukivisoma tutagundua. Kama hili nakwambia msujudie Mungu. Kwa nini wewe husujudu? Unapiga magoti au unasimama. Kwa nini? Wakati Bible inasema msujudie Mungu. Hivi nikisema hivi Biblia inasema tumsujudie Mungu, nimekashfu? Nimetukana? Hapana, na kuonea huruma wewe. Kwa nini hutaki kusujudu? Umeelewa? Kwa nini hutaki kusujudu? Hebu ngoja kidogo Bato, nikupe faida kupitia kwako. Nataka watu wapate faida, wengine wapate somo. Wapate somo. Si kwamba tunakashfu, hapana. Tunafundisha hili. Ndio maana nikasema leo nimfuate Sheikh Shafi. Soma hii 12. Anakuambia Yesu akaingia ndani ya hekalu akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Endelea sasa. 13 hiyo. Akawaambia imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Kwa nini apindue meza? Amekasirishwa. Kwa maana hiyo nyumba ya Mungu haitakiwi kuwa na nini? Meza wala biashara. Wenzetu wanaenda kufanya ibada wanaweka meza. Hata yale mabenchi hayatakiwi. Hayatakiwi kwa sababu kuna jambo la kusujudu. Sio kama meza zile ambazo zilikuwa zinafanyia biashara pale. Kwa nini asiondoe biashara tu akaacha meza? Kama zile zinafaa. Kwa kitu kidogo tu angeondoa tu ile biashara kambezi meza endelea. Akapindua zote. Umeelewa? Akafanyaje? Akapindua zote akapindua. Kwa nini? Kuna ibada ile, si hekaluni pale? Ngoja sasa kidogo. Si hekaluni Bato pale? Ndiyo. Akapindua zile meza hekaluni, si ndio hivyo? Twende katika Ufunuo 21 mstari wa kwanza. Twende Ufunuo 21 mstari wa kwanza. Ufunuo 21 mstari wa kwanza. Kuna kitu cha kujifunza, kwa sababu kama angekuwa anataka waendelee humo, manake angeondoa tu zile nini, zile meza. Umeelewa bwana? Akaacha mabenchi. Lakini kwa nini sasa alipindua zile biashara, akaacha meza? Lakini kwa nini sasa imefika mahala Bwana Yesu akafanyaje? Akapindua nini? Akapindua zote. Na kwa nini sasa apindue biashara na meza? Jiulize, kwa nini apindue biashara na meza? Nakuuliza wewe Bato, kwa nini apindue biashara na meza? Hakuzitaka meza. Hakuzitaka? Au hakutaka zile biashara zilikuwa haramu pale. Kwa maana yake sasa ndani yake humo hataki zile meza. Kwa sababu hataki zile meza. Kwa nini? Hataki zile meza kwa sababu ndani yake kuna ibada ya kusujudu. Umeelewa? Kuna ibada ya nini? Ya kusujudu. Sasa kama kuna ibada ya kusujudu, zile meza zina kazi gani mule ndani? Umeelewa? Kwa maana hiyo sasa Yesu aliposema kwamba akapindua zile meza na wale wabadilio fedha humo ndani, akawaambia nyumba yangu itaitwa nyumba ya nini? Ya sala, bali nyinyi mmelifanya kuwa pango la nini? La wanyang'anyi. Kwa maana akaenda akazipindua nini? Zile meza, kwa maana hazitaki zile meza. Sasa ukisoma namna hiyo kwamba unakuta ndo Yesu katika 22:18 Ufunuo aliposema kwamba wale washikayo maneno ya unabii wa kitabu hiki wamsujudie nani? Wamsujudie Mungu. Unasujudu vipi wakati kuna meza na viti? Tukisema haya Bato tuna kashfu. Tukisema haya tunaonekana kwamba sisi ni wabaya kwa sababu tumesema maneno haya? Hapana, sisi tunasema maneno haya kwa sababu gani? Tunasema haya maneno lengo jamii ijifunze kwamba sisi tunataka ni nini? Tunataka sisi wafanyeje? Watu wabadilike. Ukisoma hii 11, soma hii hapa 11:1 Ufunuo. 11:1 Ufunuo anakuambia kwamba nikapewa mwanzi kama fimbo na mmoja akaniambia inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujudio humo. Wafanyeje? Na hao wasujudio humo. Kwenye nini?
hekalu la Mungu. Viti na meza utasujudu? She, hii Biblia ni Uislamu mtupu unaotangaza. Akia Mungu ni Uislamu. Biblia ni Uislamu. Uislamu mtupu Biblia yani. Ni Uislamu mtupu. Ni katika kitabu ambacho cha Cha Kiislamu. kwetu Biblia ni kitabu chetu Waislamu. Sasa Wakristo kitabu chao. Mimi najiuliza tu wamekipata wapi? Yaani mimi swali langu najiuliza wamekipata wapi? Mimi nasimama kifua kipana, nasimama kinywa kipana. Biblia ni kitabu cha Waislamu, sio kitabu cha Wakristo. Unaiamini Biblia Sheikh? Yote naiamini Biblia. Yote. Unajifunza pia. Na najifunza sana na naisoma kwa sababu ni kitabu cha Waislamu. Biblia sio ya Wakristo. Biblia sio kitabu cha Wakristo. Kitabu cha Kristo ni kipi Sheikh? Wakristo kitabu chao ni Qur'ani tu. Wewe waifuate Qur'ani. Waislamu waifuate Biblia, Waislamu Wakristo waifuate Biblia na Qur'ani. Sana. au vice versa. Wakristo kitabu chao ni Qur'ani, waje kwa Mtume Muhammad. Kwa sababu hiki kitabu cha Biblia wanachokingangania wao wakiwahusu hiki. Hakuna jambo ambalo Wakristo wanalifanya limo kwenye Biblia. Mimi leo nazungumza wazi. Hakuna jambo ambalo Wakristo wanalolifanya katika ibada ambalo limo katika Biblia, hakuna. Ndio ibada zao zinatengenezwa kina mapapa au zinatengenezwa na wachungaji, lakini hawana ibada wanayoifanya iliyomo ndani ya Biblia. Okay, Sheikh Shafi, katika mazishi ya Papa tumeona karibuni wiki nzima kuna jeneza lake likiwa ona, lakini mavazi mekundu ambayo amefunikwa tulikuwa tunaona yani zinaonekana picha akiwa kwenye sanduku, lakini pia na mavazi ambayo kwa ameyavaa. Hivi ile ina maana gani? Mavazi mekundu lakini picha yake inaonekana. Watu wote wamekuwa wanaona picha hiyo mitandaoni. Yani mwili wake unaonekana, yani picha zinaonekana na mavazi. Amevaa mavazi gani sasa? Mekundu. Ni nguo au ni nini? Yani ni kama nguo hivi kavalishwa nyekundu. Vazi jekundu. Kavishwa vazi jekundu ambalo ni kama nguo, sio? Ambayo wamemvisha wao. Alafu anaonekana, sio? Anaonekana sura. Na kila mtu anamuona. Kwanza kuna kitu kimoja, hilo vazi ambalo amevishwa, hilo vazi tunasema vazi gani? Vazi jekundu, si ndio hivyo? Emsoma hiyo Yohana 11:38. Mimi nataka tusome tuone. 11:38. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Ndio. Tuendelee. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Endelea sasa. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Endelea. Basi wakaondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nashukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusaidia kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akamwambia, mfungueni mkamwache aende zake. Wakati wa Yesu yule aliyekufa amefungwa nini? Na Papa kaekwa nini? Wapi na wapi? Nakuuliza wewe. Huku sanda, huku nguo nyekundu. Ndio maana nakwambia wanajifunza wapi? Kumbe sanda hivi Sheikh, sanda lazima iwe nyeupe, haiwezi kuwa rangi nyingine. Sanda ni nyeupe. Ni nyeupe. Haiwezi kuwa sanda nyekundu. Kuna sanda nyekundu. Umeelewa? Akavikwa? Sanda. Akavikwa nini? Akavikwa sanda. Hao nao wamemvika nini? Nguo nyekundu. Shida nini? Tatizo. Kwa nini liwe tatizo? Eti bwana, kwa nini liwe tatizo? Kwa nini liwe tatizo?
shida. Ndio maana nakwambia hawa wanachofuata kwenye Biblia. Umeelewa? Hawana wanachofuata kwenye Biblia hakuna. Ile pete ambayo alikuwa anavaa Papa ina siri nyingi, na kifo chake ile pete inachukua inavunjwa ili mradi siri nyingi zisije zikatoka. Sasa maana yake ndio dini. Yaani ni dini. Sio dini. Ina mambo mengi sana wenyewe wanavyosema. Sio mimi nazungumzia dini. Hayo masuala yao ya mapeto watajijua wenyewe. Tunataka Wakristo wautambue ule ukweli ulivyo. Sawa. Muona ile andiko? Muona ile andiko? Sawa, umeona andiko. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda. Watu walivishana kwa sanda. Imetoka wapi sasa? Kwenye Biblia inatoka wapi? Viatu, miwani. Sasa inatoka wapi? Ndio maana rudi pale kwenye maneno yangu. Hii Biblia hii. Ngoja kuna kitu kimoja nikufunulie. Luka 7:11. Kuna kitu kidogo nataka utazame katika Luka 7 mstari wa 11. Luka 7 mstari wa 11. Kuna mtu alisoma Luka 7:10 mpaka anza 14. Yesu akafanyaje? Anakwambia kwamba akakaribia akaugusa jeneza. Akakaribia akaligusa jeneza. Akaligusa? Jeneza nini? Linapatikana wapi? La kubebea. Linapatikana wapi? Tena linaitwa jeneza. Sio sanduku. Jeneza. Jeneza. Yesu kafufua mtu aliyekufa kavikwa sanda kipindi chake. Sio suti. Wala sio hayo mavazi wanayopeana. Kwa hiyo utagundua kwamba huu ni mpango, sio mpango wa Biblia. Sijui umenipata? Ni mpango, sio mpango wa Biblia. Ni mpango wa wanadamu walioutengeneza. Umetosheka? Ni mpango wa wanadamu walioutengeneza.